Eyo, your boy Brayo Skankara nimerudi tena kwa fasi ya Nyerere. Kwa sababu gani? Nataka nikamilishe hii series ya changamoto, au sio? Jinsi ya kuzisolve changamoto mbalimbali ambazo tunazipitia kila siku sisi kama vijana, upcoming generation. Changamoto tunazozipitia tunaenda kuzisolve vipi? Namba moja, jitahidi kuweka malengo madogo madogo. Gawanya kazi zako kwenye partition ndogo ndogo, au sio? Kama ni kitu kikubwa, ni kitu kinahitaji labda milioni 1 kukamilisha, kigawanya labda kwa 200,000. Jaribu kwenda na malengo kidogo kidogo. Usijaribu kumega piece kubwa kwa wakati mmoja. Hiyo inaweza ikakuangusha kabisa. Kwa sababu gani? Si hauna nguvu, si hujasimama, si ndo unapambana, si ndo unaanza. So uwezi ukapiga hatua kama za legendary. Umeona? Kama ni kuna mtu ni role model wako, unamfuatilia kwenye sekta ambayo wewe upo, na unaona movement zake ni kubwa kubwa, ni kwa sababu labda yeye yuko kwenye page ya 100, wewe ndo kwanza uko kwenye page ya kwanza, page ya pili. Kwa hiyo tulia, nenda naye mdogo mdogo. Wewe nao ukifika kwenye page ya 100, wewe nao utakuwa ni big stepper, au sio? So don't rush nigga. Now I'm saying. Namba 2, jinsi ya kuzisolve hizo changamoto. Make sure unajizungusha na watu chanya. Mimi hichi kitu nakisemaga mara kwa mara. Watu wako wa karibu ni kina nani? Yaani hao watu watakuamulia pia future yako. Kwa sababu uwezi ukawa unataka kufika sehemu pakubwa, unakaa na watu ambao wao target zao ni kufika sehemu ndogo ama kutokufika sehemu kabisa. Yaani hivyo ni vitu viwili tofauti, ni maji na mafuta, lazima mtatengana tu. Wewe una ndoto kubwa, wewe unapambania ndoto zako. Kaa na watu wanaopambania ndoto zao, kaa na watu ambao wanaongea lugha unayoiongea wewe. Wewe ukisema kwa jamani twendeni tukagrind, wote twendeni tukagrind, wote wanaenda kugrind. Sio unaongea kugrind, mwingine anaongelea umbea, mwingine sijui anaongelea nini, mwingine karizika ndo kalala kabisa kashiba. You know I'm saying, jizungushe na watu positive. Make sure cycle yako ni watu positive. Make sure mnaongea lugha hii, hiyo itakusaidia. Pointi ya 3 itakao kusaidia ni jifunze kutokana na makosa. You know I'm saying, watu wengi wanaonaga kama makosa ni makosa. Makosa sijui ndio makosa. Yaani ukishafanya kosa umefanya kosa, lakini no. Makosa ni kwa ajili ya wewe kujifunza, kujua umekosea wapi, kujua ufanye wapi vizuri zaidi. You know I'm saying, so kama kuna makosa umeshayafanya kwenye maisha yako, go after them. Yasome vizuri makosa yako, jua ulikosea wapi na wapi, then go fix it. Haraka, jifunze, usirudie kosa mara 2 au mara 3. Wewe utakuwa ni uzembe. Yaani ukianguka hapa leo, kesho usianguke. Kama ni kuna kitu kilikokuwa kichomoe au usisha kiona, kichomoe. Hivyo ndo utakapofika. Hivyo ndo utakapozisolve changamoto ndogo ndogo. Bwana, leo nimerekodi video yangu ya kwanza imecorrupt sijui nini. Kesho make sure video icorrupt. Cha 4 na cha mwisho ambacho kinaenda kukusaidia wewe kuzisolve changamoto zako haraka. Acha kukata tamaa. Usiwahi kufikiria kukata tamaa haraka kwenye kitu chochote. Kitu umekianzisha leo, biashara umeanzisha leo, haina hata miezi 3 sokoni, wewe ushakimbia, usharudisha mageti ya watu, usharudisha funguo za watu. No, haitaki kuwa hivyo. You have to grind again and again. Sasa ukikata tamaa ndani ya miezi 3, then what? Unaenda unaanzisha kingine tena ndani ya wiki 2. Kingine tena ndani ya mwezi. Utafanya vingapi sasa? Shikilia kitu hiki miaka 10. Uone kama kitalipa au akilipi. Watu wanakimbia haraka na sijui ni kwa nini, lakini you don't have to run, you have to face it again and again. So what's up, big boy Brayo Mtumbaya Skankara boy. Till next time, episode nyingine itakuja very soon man. Endelea kusubscribe, comment, like and share kwa marafiki zako waendelee kujifunza. Now I'm saying, kama nilivyokuambia kwenye episode iliyopita, wewe ni moja ya mafanikio makubwa kwenye safari yangu, so I really appreciate you. Lete na wengine. Now I'm saying